السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika kikao cha jana tulikumbushana kuhusu kosa la kuingia katika swala kwa vishindo. Leo tutakwenda katika kosa la pili tunalolifanya katika swala zetu. Kosa la pili tunalolifanya katika swala zetu, wengi katika sisi hatuna ihtimam ya kunyosha safu wakati tunaposwali. Hili la kunyosha safu wakati wa swala, wanazuoni wa fiqhi wamelizungumza katika hali mbili. Hali ya kwanza wamesema ni wajibu, hali ya pili wamesema ni sunnatun muakkada, yani ni sunna ambayo kwamba imehimizwa sana na Mtume. Kwa hivyo kauli ya kwanza, kuna wanazuoni waliosema kunyosha safu ni wajibu, swala haitimii ikiwa safu hazikunyoka. Kauli ya pili ya wanazuoni wakasema ni sunnatun muakkada, ni sunna ambayo Mtume ameihimiza. Na wanazuoni wanasema sunna ambayo imehimizwa sana na Mtume ni aqrabu ila alwujub, huwa imekaribia kuwa ni wajibu. Kwa hivyo hili ni kosa ambalo kwamba limezoeleka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotolewa na Imamu Bukhari na Muslim, katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Mtume asema sawu sufufakum fa inna taswiyata saffi min tamami salah, nyosheni safu zenu, hakika kukamilika safu, kule kunyoshwa ni katika ukamilifu wa swala. Wanazuoni wakasema ya kwamba swala huenda isikamilike ikawa na mapungufu ikiwa safu hazikunyosha. Hadithi ya pili iliyotolewa vile vile na Imamu Bukhari na Imamu Muslim, katika hadithi ya sahaba Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la tusawwunna sufufakum, mutanyosha tena mutanyosha safu zenu wakati wa swala, au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, au ikiwa hamutonyosha Mwenyezi Mungu ataleta ikhtilafu kati ya nyuso zenu, yani mtakuwa nyoyo zenu ni mbalimbali, nyuso zenu ni mbalimbali, mwaswali pamoja lakini nyuso zenu mbalimbali, kila mmoja ana chuki na mwenzake, hataki kumuona. Kilichosababisha kumbe ni kule kutonyosha safu, na hili la kunyosha safu likabainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi nyingine, akisema kuwa ni bega kwa bega na kisiginyo kwa kisiginyo, alka'bu bilka'bi walhadh bilhadh, bega kwa bega, kisiginyo kwa kisiginyo. Ikapokewa riwaya hiyo pia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi yasema aqimu sufufa, zisimamisheni ama zinyosheni safu, wahadhu baina almanaqibi, na mukurubishe mabega yenu, isiwe hapa na hapa kuna umbali, mabega yako mbalimbali, mabega yakurubishwe. Wala tadharu furujati lishaitani, musiache mwanya kumwachia shetani. Haya yote yamebainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuonyesha kukamilika kwa safu, kunyoka kwa safu ndiyo sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuikamilisha swala yetu na kuikubali swala yetu. Kwa hivyo hili ni kosa lapatikana sana katika safu zetu. Wengine wakivutwa kukurubishwa ndio huzidi kupiga mapimbe, wakataka kujitenga na watu, hawataki ngozi zao zigusane na ngozi za watu wengine.
Kwa hivyo tujitahidini tuswali kama alivyoswali Mtume, tuswali kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.